Sure good to be back and hear the brother pastor give the testimony of the grace of God with his little girl. That's just like the Lord Jesus to do things like that. Oh, amen. Blessed be. Certainly is. Hakika ni vema kurudi na kumsikia huyu ndugu mchungaji akitoa ushuhuda wa neema ya Mungu pamoja na msichana wake mdogo. Huyo ni kama tu Bwana Yesu kufanya mambo namna hiyo. Hakika ndivyo. Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the, as we call it. Sasa tuna furaha sana usiku wa leo kuwa pamoja nasi mmoja wa wageni wetu hapa kwenye kama tunavyoiita the prayer service on New Year's night. A good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace. ibada ya maombi kwenye usiku wa mwaka mpya. Rafiki yangu mwema ndugu Ernie Fandler, mmoja wa waongofu wa Bwana Yesu Kristo, kumbukumbu ya neema. Originating his home in Switzerland is where he came from, and I believe a brother with him there, with her living in Schano now, a German by descent, a Brother Waters. We're happy to have them with us tonight. Asili ya makazi yake ni Switzerland, ndiko alikotoka. Nami naamini ndugu pamoja naye kule ambao wanaishi Shawano sasa, asili yake ni Mjerumani, ndugu Waters. Tunafuraha kuwa pamoja nao usiku wa leo. And then we have also with us tonight a precious brother of the faith, South Africa, Brother David Duplessis. Halafu tunaye pia usiku wa leo ndugu wa thamani wa imani Afrika Kusini, ndugu David Duplessis. We're happy to have him with us too, and David and I are anticipating or praying, and the Lord give us some great work together this coming year. Tunafuraha kuwa naye pia. Na sisi, mimi na David, tunatazamia, tunaomba katika Bwana kutupatia kazi kuu pamoja mwaka huu ujao. Into Africa and different parts of the world. Brother David is here now to talk it over and pray over with it between now and Monday to decide just when and where into Africa and different parts of the world to go. Kuingia Afrika na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Ndugu David yuko hapa sasa kulizungumzia na kuomba kwa ajili yake kati ya sasa na Jumatatu, kuamua ni wakati gani na ni kwenda wapi katika Afrika na sehemu mbalimbali za ulimwengu. Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention. Vile ndugu David amekuwa na ofisi maarufu sana pamoja na mkutano wa Kipentekoste ulimwenguni, and also is well known with many great religious leaders throughout the entire world, and it's been very influential in persuading and causing as far along as we are now. Na pia anajulikana sana na viongozi wakuu wa dini kote ulimwenguni, na amekuwa na ushawishi mwingi katika kuwasihi na kuwafanya kufikia umbali tulipo sasa, to help bring the body of Jesus Christ together of all denominations of faith, regardless of what church they have or what they are branded at. Kusaidia kuuleta mwili wa Yesu Kristo pamoja wa madhehebu yote ya imani, bila kujali kile wao kanisa lilicho nacho ama wao wamepigwa chapa gani. It's that the church in who Christ died for. Ni lile kanisa ambalo Kristo alifia. And I've often thought of that. Used to help round up the cattle many times out west. We'd go up, Brother David, and sit out there where they drove the cattle up through the drift fence. Nami mara nyingi nimeliwazia jambo hilo. Nilikuwa nikisaidia kuwakusanya ng'ombe mara nyingi huko magharibi. Tungepanda juu, ndugu David, na kuketi huko nje ambako waliwapitisha ng'ombe kwenye uzio unaohama up into the mountains to feed them let them graze on the pastures of the forest, while the meadows was growing in the bottom, wild meadows. Kuwapandisha milimani, kuwalisha kuwaacha wale majani kwenye malisho ya mwituni,
wakati makonde ya majani yalikuwa yakikua huko chini, makonde mwitu. And then they cut the meadows and feed the cattle out through the winter time when there's too blizzard up in the mountains. Ndipo wakafyeka hayo makonde na kuwalisha ng'ombe kote katika majira ya baridi kali, wakati kukiweko na dhoruba kali ya theluji huko juu milimani. And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through, and each ranch in the bottom that could raise a ton of hay. Nami nilikuwa nikiketi kule juu ya matandiko na kumwangalia mlinzi akiwapitisha hao ng'ombe, na kila ranchi huko chini ambayo ingeweza kuchangia tani moja ya nyasi kavu. If they could raise 50 ton of hay, that meant they could put 50 cattle. If they could raise 1,000 ton of hay, 1,000 head of cattle could go through. Each man carrying a brand on his cows. Kama wangeweza kuchangia tani 50 ya nyasi kavu, hiyo ilimaanisha wangeweza kuwaweka ng'ombe 50. Kama wangeweza kuchangia tani 1,000 ya nyasi kavu, ng'ombe 1,000 wangeweza kupitishwa, kila mtu akiwa amebeba chapa kwenye ng'ombe wake. They watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn't get them mixed up. And then when waliangalia hizo chapa, hakika ranchi mbalimbali wasije wakachanganyikana. Ndipo wakati nini, the ranger, he wasn't so interested in what kind of brands was going through, because there's all kinds of brands, but there's one thing that he really had to check. That was a blood tag. Huyo mlinzi yeye hakuvutiwa sana na aina za chapa zilizokuwa zikipita, kwa sababu kulikuwako na kila namna za chapa, ila kulikuwako na kitu kimoja ambacho kweli ilimbidi kuchunguza. Hicho kilikuwa ni alama ya damu. They had to be registered Hereford or they couldn't get through the gate. They would turn them back. See? Ilibidi wawe ni Hereford waliosajiliwa, la sivyo wasingeweza kupitia langoni. Waliwarudisha. Mnaona? And I think that's the way it'll be at the judgment. It'll not be what kind of brand we're wearing, but if the blood tag's there, that's the thing that'll count. The blood tag. Pia nadhani ndivyo itakavyokuwa kwenye ile hukumu. Haitakuwa ni chapa ya aina gani tunayovaa, bali kama alama ya damu ipo. Hicho ndicho kitu kitakachojalisha, alama ya damu. And I'm very happy to have Brother David with us. Nami nina furaha sana kuwa na ndugu David pamoja nasi. And I see Brother Estel Beeler was here just a moment ago. I seen him raised up back there from somewhere. And other ministers who were wanting to hear from tonight. Nami naona ndugu Estel Beeler alikuwa hapa muda mfupi tu uliopita. Nilimwona akisimama kule nyuma kutoka mahali fulani, na wahudumu wengine ambao tunataka kusikia kutoka kwao usiku wa leo. And then and I guess Brother Ruddle and them will be coming in because they're going to stay till midnight. Na halafu basi nadhani ndugu Ruddle na hao wengine watakuja, maana watakaa mpaka usiku wa manane. However, Brother David can't stay till midnight. He's a very wanted man everywhere, and as soon as Brother Rogers heard that he was over here, while he's going to send and have him over there at 10. Hata hivyo, ndugu David hawezi kukaa mpaka usiku wa manane. Ni mtu anayehitajika sana kila mahali. Na mara ndugu Rogers aliposikia ya kwamba alikuwa hapa, mbona yeye ataagizia na kuwa naye kule saa 4. So that means he'll be leaving here pretty short to get way out there in South Louisville. Kwa hiyo inamaanisha ataondoka hapa muda mfupi sana kwenda hadi huko Louisville ya kusini. And I thought it would be nice if it would be all right with Brother David if we'd have him to come up and speak what's on his heart, preach for us, do whatever the Lord lays. We'd all like to hear Brother David Duplessis from South Africa. Nami nikawazia lingekuwa ni jambo jema kama ingekuwa ni sawa na ndugu David kama tungemfanya aje huku na kuzungumza yaliyo moyoni mwake, atuhubirie, afanye lolote Bwana analoweka. Sote tungetaka kumsikia ndugu David Duplessis kutoka Afrika Kusini. Let me say this, that when I was in over in Africa and my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter. Brother Justice, I believe his name is, Brother Justice. Hebu niseme hili, kwamba nilipokuwa huko Afrika katika ule uamsho wangu mkuu Bwana aliyotupa huko, kaka yake alikuwa ndiye mkalimani wangu, ndugu Justus. Ninaamini jina lake ni ndugu Justus. And a real fine family of people are these Duplessis brothers. I think there's
I guess they're all ministers as far as I know, and maybe Father too. That was a minister. Nao ni familia nzuri sana ya watu hawa ndugu wa Duplessis. Nafikiri nadhani wote ni wahudumu nijuavyo mimi, na labda baba pia ambaye alikuwa ni mhudumu. And they're from a fine family of people, and Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world. Nao wametoka kwenye familia nzuri ya watu. Naye ndugu David ana jina kuu miongoni mwa makanisa yote na madhehebu kote ulimwenguni. And Brother David, I'd like for you to come up now and speak for us, or whatever God's put on your heart to say, come right up. And I'm very happy to introduce to my church tonight, this is Brother Armin Neville, our pastor. Nawe ndugu David, ningetaka uje huku sasa na kutuzungumzia ama lolote Mungu aliloweka moyoni mwako kusema. Panda huku moja kwa moja. Nami nina furaha sana kutambulishia kanisa langu usiku wa leo. Huyu ni ndugu Armin Neville, mchungaji wetu. And to the church, this is one of my precious friends and fellow warriors in the service of God, Brother David Duplessis of South Africa. God bless you. Na kwa kanisa, huyu ni mmoja wa marafiki zangu wa thamani na askari wenzangu katika utumishi wa Mungu, ndugu David Duplessis wa Afrika Kusini. Mungu akubariki ndugu David. Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very fine. We're sure happy. Ongea. Amina. Sote tulifanya hivyo. Ndugu David, fanya haraka urudi na uwe nasi tena. Hilo ni zuri sana. Hakika tumefurahi. Brother David said some things there. I just wished I'd had my pen. I could have jotted them down. But I'll always remember grandsons. The grandchildren. Ndugu David alisema mambo fulani hapo, laiti ningelikuwa na kalamu yangu ningeliweza kuyaandika. Bali siku zote nitakumbuka wajukuu wa kiume, wajukuu. Well, we sure appreciate the visit of our brother, and he was connected with the World Conference of Pentecostal Believers. Vema, hakika tunathamini kutembelewa na ndugu yetu. Naye alikuwa ana uhusiano na kongamano la ulimwengu la waaminio wa Kipentekoste, and a great man and the line of his work throughout the whole world. And we are fortunate tonight to have Brother David come speak to us on this New Year's night. Na ni mtu mashuhuri katika wadhifa wa kazi yake kote ulimwenguni. Nasi tumebahatika usiku wa leo kuwa na ndugu David kuja kutuzungumzia kwenye usiku huu wa mwaka mpya. And you can see what great men think about our Lord. Amen. Think about his great servant. Nanyi mnaweza kuona yale watu mashuhuri wanayowazia juu ya Bwana wetu, juu ya mtumishi wake mashuhuri. Now, I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours now. Sasa ninaamini kwamba kesho, ikiwa ni siku ya mwaka mpya, ni saa chache tu sasa. And I had to leave early in the morning, so I thought I'd just speak a little bit, if it's all right with Brother Neville. Amen. Brother Beeler and the other ministers here. Nami sina budi kuondoka asubuhi na mapema, kwa hiyo niliwazia ningezungumza tu kidogo kama ni sawa na ndugu Neville, ndugu Bila na wahudumu wengine hapa. Won't take much of the time, and I think if we'd say amen and go home, it'd be a wonderful message, and we could be thankful to the Lord for what that we have here tonight. Sitachukua wakati mwingi. Nami nafikiri kama tungesema amina na kwenda nyumbani, ungekuwa ni ujumbe mzuri sana. Nasi tunaweza kumshukuru Bwana kwa yale ambayo tunayo hapa usiku wa leo. And now, but this being New Year's night, we just entertained each other by the kingdom of God, preaching until it comes the new year. And I've got to get up in the morning real early, way before day. Na sasa, lakini huu ukiwa ni usiku wa mwaka mpya, tunajifurahisha tu mmoja na mwenzake kwa ufalme wa Mungu, tukihubiri mpaka ifikie mwaka mpya. Na sina budi kuamka asubuhi mapema sana kabla ya mapambazuko. And I'm not as young as David. maybe I don't feel as young as he does. He's of course David's a little bit older than I am. I think he's 7 or 8 years older, maybe 10.
wala mimi sio mchanga kama David. Labda sijisikii mchanga kama anavyojisikia yeye. Ni bila shaka David kidogo ananizidi umri. Nadhani amenizidi umri kwa miaka 7 ama 8, labda 10. But he's certainly a fireball for God, traveling 50,000 miles this year for the kingdom of God. On his road now over to preach at Brother Rogers. Lakini hakika yeye ni kimondo kwa ajili ya Mungu, akisafiri maili 50,000 mwaka huu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yuko njiani sasa kwenda kuhubiri kwa ndugu Rogers. Tomorrow to be with somewhere else and somewhere else and somewhere else and back here again Monday, and I've got to meet with him to make arrangements for a worldwide tour coming now. Na kesho awe na wengine mahali pengine na mahali pengine na mahali pengine, kisha arudi hapa tena Jumatatu. Nami sina budi kukutana naye kufanya matayarisho ya ziara ya ulimwenguni kote inayokuja sasa. And we're to be in Africa, I understood, this afternoon in March, this coming March. I'm to meet Clayton Sonmore from the Full Gospel Christian Businessman this week, or this coming week. Nasi tunapaswa kuwa Afrika, nilisikia alasiri hii mnamo Machi. Hii Machi ijayo. Ninafaa kukutana na Clayton Sonmore kutoka kwa wafanyabiashara wa Kristo wa Full Gospel wiki hii au wiki hii ijayo. First part of it, and make arrangements for Jamaica, Haiti. I go next week into Kentucky or down into Georgia and have them meetings there. Sehemu yake ya kwanza, na kufanya maandalizi kwa ajili ya Jamaica, Haiti. Ninaenda Kentucky juma lijalo ama kushuka Georgia kufanya hiyo mikutano kule. Come right back and come down to Kentucky and night here and night there catching these churches, and come right straight back home from there and go to Atlantic City. Nirudi humu na kushuka kupitia Kentucky usiku hapa na usiku kule kuyashika makanisa haya. Kisha nirudi moja kwa moja nyumbani kutoka huko, halafu niende huko Atlantic City. For begin at the 27th through the 30th and lay there the morning of the 1st and begin in Kingston, Jamaica at the racetrack that night for a 10 days meeting there. Kwa kuwa unaanza kwenye tarehe 27 hadi 30 na kuondoka huko asubuhi ya tarehe mosi na kuanzia Kingston, Jamaica kwenye uwanja wa mashindano ya farasi usiku huo kwa mkutano wa siku 10 huko. And from there on in then to the Haitis and wherever, we don't know where to go from there, just as the Lord will lead us. Na tangu hapo na kuendelea, kisha kwenda Haiti na popote pale. Hatujui twende wapi kutoka huko, kama vile tu Bwana atakavyotuongoza. Now all these are in making. See, I haven't said yes. David Shear, Clayton's coming, Brother Gordon Lindsay's coming for South America. Sasa haya yote yako kwenye maandalizi. Mnaona? Sijasema ndiyo. David yuko hapa, Clayton yuaja, ndugu Gordon Lindsay anakuja kwa ajili ya Marekani Kusini. And the rest of Christian Businessman for the Latin speaking America, and Brother David's for Switzerland, Germany, on down. But we don't know yet. You keep praying. Nao hao wengine wafanyabiashara wa Kristo kwa ajili ya Marekani inayozungumza Kilatini. Naye ndugu David anaelekea Uswisi, Ujerumani na kuendelea. Lakini hatujui bado. Nyinyi endeleeni kuomba. I don't want to go nowhere until God says go. And the best of my knowledge. Therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, and no matter the opposition is, I can say, I come in the name of the Lord Jesus. Amen. Sitaki kwenda popote mpaka Mungu anaposema niende, na kadri nijuavyo mimi. Kwa hiyo kama nikijisikia kuongozwa kwenda, basi nikishuka kwenye ndege mimi, basi haidhuru upinzani ukoje, ninaweza kusema nimekuja katika jina la Bwana Yesu. I was thankful for David, the friendship that we've had together, because the man is a very important man, but he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. Nilishukuru kwa ajili ya David, ule urafiki ambao tumekuwa nao pamoja, kwa sababu mtu huyo ni mtu muhimu sana. Lakini yeye hakika anaamini huduma hii ya Bwana. Hakika anaiamini. And our names have been associated together throughout the entire world now. Brother David and I.
na majina yetu yamehusishwa pamoja ulimwenguni kote sasa, mimi na ndugu David. And I'm so glad to have an association with a man like that. But friends, I appreciate that. But the greatest thing that I can think of being associated with is Jesus Christ, the Son of God. That great one. Nami nina furaha sana kuwa na uhusiano na mtu kama huyo, bali marafiki, ninathamini hilo. Lakini kitu muhimu kuliko vyote ambacho ninaweza kuwazia kuhusishwa nacho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yule aliye mkuu. Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the scripture now. Sasa ndugu Neville na wengine wao watakuwa wakizungumza katika dakika chache, lakini ninataka kusoma kitu kidogo tu kutoka kwenye maandiko sasa. It's good, I think, on New Year's night to see different preachers and the way they approach a text and what they say and so forth, and each man having his own way of preaching. Na ni vizuri nafikiri kwenye usiku wa mwaka mpya kuona wahubiri mbalimbali na jinsi wanavyoliendea fungu la maneno na kile wanachosema na kadhalika, na kila mtu akiwa na njia yake mwenyewe ya kuhubiri. You know, God didn't make us all alike. He made us different. He made us different in our stature. He made the world different, and big mountains, the little mountains, prairies, deserts, big white flowers. Mnajua, Mungu hakutufanya sote sampuli moja. Alituumba tofauti. Alituumba tofauti katika kimo chetu. Aliumba dunia tofauti, na milima mikubwa, milima midogo, nyanda za majani, majangwa, maua makubwa meupe, Blue flowers and all different kinds. He just makes us different. That's all. He makes redheads, blackheads, brownheads, whiteheads, fat, slim, tall, all whatever more, see. maua ya samawati na aina zote mbalimbali. Yeye hutuumba tu tofauti. Ni hayo tu. Yeye hufanya kichwa chekundu na vichwa vyeusi, vichwa vya hudhurungi, kichwa cheupe, mnene, mwembamba, mrefu, loo, kadhalika. Mnaona? He just makes us different. God is a God of variety. And I kind of like that, don't you? It's just the same thing all the time. I like this. Yeye hutufanya tu tofauti. Mungu ni Mungu wa vitu vya namna mbalimbali. Na kwa namna fulani napenda hilo. Nanyi je? Lakini kitu kile kile tu wakati wote. Jamani, napenda hili. So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel. Kwa hivyo na tufungue sasa katika maandiko yetu kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu. Injili ya Mathayo mtakatifu, Beginning with the fourth verse, I want to read for read us a text. The Lord helping us. kuanzia kwenye na kifungu cha 4 ninataka kusoma kwa ajili ya kutusomea fungu la maneno, Bwana akitusaidia. St. Matthew, the 4th chapter. Mathayo mtakatifu sura ya 4. I believe before we read, let's pray. Ninaamini kabla hatujasoma, hebu tuombe. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year. Baba wa mbinguni mwenye neema, ni kwa mioyo yenye shukrani tena ambapo tunaukaribia mwaka huu mpya. And we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past and ask that You put them in the sea of forgiveness and remember our sins against us no more. Na tunakukaribia wewe na tunakuletea kila masumbuko yetu ya wakati uliopita na kuomba kwamba utayaweka katika bahari ya usahaulifu, wala usizikumbuke dhambi zetu dhidi yetu tena. And may not only we check up with our spiritual being, but may we check our fellowship with Thee and forgive us of all of our sins, and we ask that Your Spirit will deal with us tonight. Na jalia tusikague hali yetu ya kiroho pekee, lakini katika nini yetu, jalia tuchunguze ushirika wetu pamoja na wewe, na utusamehe dhambi zetu zote, nasi tunaomba kwamba Roho wako atashughulika nasi usiku wa leo. And if there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west.
Cast it into the sea of forgetfulness to remember it against us no more. Na kukiwako na kitu chochote kichafu kutuhusu Bwana, kipeleke mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Kitupe kwenye bahari ya usahaulifu, usikikumbuke dhidi yetu tena. That we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready. Ili tuweze kuingia katika mwaka huu mpya safi, tumesafishwa kwa damu ya mwanakondoo na kuwa tayari. May this 1960 be the greatest year that we've ever served you. Give us exceedingly abundantly. Jalia mwaka huu wa 1960 uwe mwaka mkuu zaidi ambao tumewahi kukutumikia. Tujalie zaidi kwa wingi sana. All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around. Mikutano hii yote inayoendelea Bwana, ambayo tunaifikiria pamoja na ndugu Duplessis na kote ulimwenguni, kuingia Asia na hadi huko Ulaya na kote. Lord, let it be your will and your power that'll lead to these things. And if we should at any time be stepping off of your divine ordained path. Bwana, jalia iwe mapenzi yako na nguvu zako ambazo zitatuongoza kwenye vitu hivi. Na ikiwa wakati wowote tungetoka kwenye njia yako ya kiungu iliyoamriwa, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant. Jalia Roho Mtakatifu aweke kizuizi njiani na kutuzuia Bwana, na kuturudisha mahali pafaapo. Lijalie. Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. Bariki kanisa hili dogo Bwana. Karibu miaka 30 nadhani limesimama hapa sasa kama kumbukumbu ya neema ya Mungu kwa watu wanyenyekevu. We pray, Father, that you'll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone. Tunaomba Baba kwamba utambariki ndugu Neville mchungaji. Bariki kanisa lote, wabariki wadhamini, mashemasi, kiongozi wa nyimbo, mpiga piano na walei wote, kila mmoja. The Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God. And may our membership grow into greater numbers and more grace of yours. Walimu wa shule ya Jumapili kadhalika. Bwana, tuweze kukua mwaka huu katika neema ya Mungu. Najalia ushirika wetu ukue kufikia idadi kubwa zaidi na neema yako zaidi. That this has been in the years gone by. Grant it, Father. Hata kuliko jinsi hii imekuwa katika miaka iliyopita. Lijalie Baba. Now help us as we approach this text that we're fixing to read, thy word. And only you, Lord, can interpret. And we pray that you'll grant it to us for the kingdom of God's sake. Sasa tusaidie tunapoliendea andiko hili tunalojiandaa kusoma neno lako. Na ni wewe tu Bwana unayeweza kutafsiri, na tunaomba kwamba utatujalia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Announcing just now what I have chosen for a text for the next few moments. It's found in the scripture here, and I will read it. It's called, I want to call it this, from that time. Natangaza hivi sasa lile nimechagua kama somo kwa dakika zingine chache zijazo. Linapatikana katika maandiko hapa, nami nitayasoma. Nataka kuliita hivi, tangu wakati huo. I said the other night, I didn't suppose I'd get to come down because my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, then I suppose you'll not be going down to the church. Sikufikiria, nilisema hivi majuzi usiku, sikudhani ningeweza kushuka huku kwa sababu koo langu lilikuwa likipuelewa na sauti. Ndipo mke wangu aliniambia jana au siku moja kabla, alisema, basi nadhani hutashuka kwenda kanisani. And I said, honey, I don't think so. My throat's so sore and raw. Nikasema, mpendwa, sidhani.
koo langu linauma sana na ni bichi. And then no more than that night when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Halafu jana usiku tu, wakati nilipoketi chini na kuchukua maandiko, nililipata hili. Brother Sothman came by. He said, "Will you be going to church tomorrow night?" Ndugu Sothman akapitia hapo, akasema, "Je, utaenda kanisani kesho usiku?" I said, "Yeah, I'll be there." Nikasema, "Naam, nitakuwa huko." And Media looked around at me and she said, "I don't understand you." Naye Mida akanitazama na akasema, "Sikuelewi." I said, "I don't expect you to." I said, "Or no one else." Nikasema, "Sikutarajii uelewe." Unaona, nikasema, "Wala mtu mwingine." No one that's led by the Spirit of God can ever be understood. Hakuna mtu anayeongozwa na Roho wa Mungu anayeweza kueleweka. Our Lord, they could not understand him. He looked like he talked one way one minute and another way another minute, and somewhere else he talked about something else. Sometime it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see. Bwana wetu hawangeweza kumwelewa. Alionekana kana kwamba aliongea kwa njia moja dakika moja na njia nyingine dakika nyingine, na mahali pengine alikuwa akizungumza juu ya kitu kingine. Wakati mwingine ilikuwa ni Yesu akiongea, wakati mwingine ilikuwa ni Mungu akiongea. Mnaona? Even the disciples said, there at last said, "Lo, now speakest thou plainly, now we understand." Hata wanafunzi walisema hapo mwishowe, wakasema, "Tazama, sasa wasema waziwazi, sasa tunaelewa." Mnaona? Then Jesus said, do you now believe? See, after that. Naye Yesu akasema, "Je, na sasa mnasadiki?" Mnaona, baada ya hapo. You just can't do it because you're led of the Spirit, and you start doing something, you find out that you see God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. Kamwe huwezi kuifanya kwa sababu unaongozwa na Roho, na unaanza kufanya jambo, unagundua kwamba unaona uko Mungu anataka kukutumia mahali fulani. Unapaswa kusimama hapa na kuenda hapa, ukiongozwa tu na Roho. They're odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God. Wao ni watu wasio wa kawaida, watu wa kipekee ambao wana maisha ambayo unataka kuyaweka wakfu kwa Mungu. And then I always say this, I will do this if the Lord is willing. Amen. See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. See. Na kisha siku zote mimi husema hivi, nitafanya hivi Bwana akipenda. Unaona? Kama nikimtolea ahadi mtu yeyote, nitafanya hivyo Bwana akipenda. Unaona? And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message if the Lord is willing. He could give me a call right in this message to take off for California. Na kwa hivyo basi, ikiwa sio mapenzi ya Bwana, nitazungumza juu ya ujumbe huu Bwana akipenda. Angeweza kunipa wito moja kwa moja katika ujumbe huu, nitoke niende California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go. Ningeweka kando kila kitu na kwenda California upesi niwezavyo kwenda. And I want to live like that. I don't want nothing tie me down. I don't want no great big something in other words worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. Nami nataka kuishi namna hiyo. Sitaki kitu chochote kinifunge. Sitaki kitu chochote kikubwa ama chochote kile ambapo kina thamani ya mamilioni ya dola na inakubidi kupata pesa nyingi kila siku kunifunga. I want to be where when God says, I want you to go down here to these people, there's only 5 of them, but go down there and stay there and I'll tell you to leave. Yeah. I want to go there. I haven't got no obligations. And if he wants me to go overseas. Nataka kuwa ambapo Mungu anaposema, nataka ushuke hapa kwa watu hawa, ni 5 tu, lakini shuka uende kule chini, ukae huko mpaka nikuambie uondoke. Nataka kwenda huko. Sina wajibu wowote, ni nini tu, na ikiwa anataka niende inchi za ng'ambo. Now here it is just mentioned going to Germany or to Africa, and some millionaire woman, just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she. Sasa hii hapa ndiyo kwanza itajwe kwenda Ujerumani au kwenda Afrika. Basi mwanamke mmoja milionea, wakati tu ambao Roho aliliweka juu yangu kwenda Afrika, alisema, said I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my Father owns all of it? Amen. He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all.
Nitaifadhili hiyo safari na kulipia kila sehemu yake. Mnaona, hamna lingine. Kwa nini ni hofu juu ya pesa na kadhalika, wakati Baba yangu anazimiliki zote? Mnaona, anaweza tu kuzungumza na mtu huyu tajiri ama mtu yule tajiri ama watu hawa ama watu wale, wala sina haja ya kuhofu juu yake. Mnaona, Mungu hulishughulikia lote tu. Brother Roy, that's the way to live. Just let him take care of it. It's so good. Ndugu Roy, hiyo ndiyo njia ya kuishi, kumwacha tu alishughulikie. Ni vema sana. But now, let us turn in our scriptures to the 4th chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to St. Matthew. Sasa hebu tuyafungue maandiko yetu kwenye mlango wa 4, na hebu tuanze kusoma kwenye kifungu cha 12 cha mlango wa 4 wa Injili ya Mathayo mtakatifu. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Sasa wakati Yesu aliposikia ya kwamba Yohana ametiwa gerezani, alikwenda zake mpaka Galilaya. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Nephthalim. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani, mipakani mwa Zabuloni huko Naftali. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, the land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Inchi ya Zabuloni na inchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. The people that sat in darkness saw great light. And to them that would sat in the regions of the shadow of death, light is sprung up. Watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika maeneo ya uvuli wa mauti, mwanga umewazukia. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tokea wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. I want to speak on the subject, and from that time. Amen. You know, as human beings, we all think of things from a certain time. Ninataka kuzungumza juu ya somo na tangu wakati huo. Mnajua, kama mwanadamu, sisi sote tunayawazia mambo kutoka wakati fulani. Such and such a thing taken place. And from that time. And now, many times you meet an old man or an old woman. Kitu hiki na kile kilitukia na tangu wakati huo. Na sasa, mara nyingi unakutana na mwanamume mzee ama mwanamke mkongwe, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. Nao wanapenda kurejea kwenye wakati ambapo jambo fulani lilitukia, ambapo wanaweza kukumbuka vizuri na kusema ilikuwa ni wakati huo. Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. Sasa nadhani kuna karibu sisi sote hapa usiku wa leo tunaweza kukumbuka kumbukumbu ya mambo fulani yaliyotukia kwenye wakati fulani. From that time something changed. Such and such a thing, it happened at that time. Tangu wakati huo kitu fulani kilibadilika. Kitu fulani fulani kilitukia wakati huo. And from that time on it was different. And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed.
Na tangu wakati huo na kuendelea ilikuwa ni tofauti, na ni jambo jema kwamba tunaweza. Na baadhi ya kumbukumbu hizo za mambo tunayoyakumbuka ni mambo muhimu yaliyobadilika. And there's some things that is not so worthy of thinking of. Na kuna mambo ambayo hayana faida sana kuyakumbuka. For instance, if the woman of an ill fame, that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. Kwa mfano, kama mwanamke mwenye sifa mbaya ambaye alisema, kulikuwako na wakati nilipokuwa msichana mzuri, mwenye haki, mwadilifu. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened, and since that time, she's been on the wrong road. Basi usiku mmoja ama mahali fulani jambo fulani lilitukia, na tangu wakati huo amekuwa kwenye njia mbaya. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. Maisha yake yamechafuliwa na dhambi na weusi na giza, na hukumu tu ndiyo inayomngojea. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. Lakini anaweza kukumbuka tangu wakati huo fulani lilitukia, wakati alipoichukua njia mbaya. The drunk man tonight on the streets that trying to drink his sorrows away. You might pick him up. Mlevi usiku wa leo mitaani anayejaribu kuyasahau majonzi yake kwa kuyanywea pombe, unaweza ukamuinua juu. Like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. I was walking with a certain minister. Kama vile nilivyokuwa kwenye kituo cha walevi hapa siku moja huko New York, kile kituo kikuu cha walevi. Nilikuwa nikiongozana na mhudumu fulani. And there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet. Basi hapo alilala mtu, watu wengi tu wasio na madhara, wasiojiweza, wamelala pale, huku upande wa mbele wa nguo zao umeloa kabisa. And their beards all over their faces, and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Na ndevu kote nyusoni mwao, na wakiwa tu katika hali mbaya sana. Nao kabisa walikuwa hawana madhara. And this minister said, pick that one up and just ask him. Ndipo mhudumu huyu akasema, hebu muinue huyo juu na umuulize tu. Now I went over to this man which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street, and where that he had been unable to go at times to the restroom. And nikamwendea mtu huyu ambaye alikuwa amelala, mguu mmoja umewekwa juu ya bamba la gari, nacho kichwa chake kimelala barabarani, na ambapo alikuwa hawezi kwenda nyakati zingine msalani. Oh, he was just in a terrible condition. And I took a hold of him and I said, can you speak? And he wouldn't make me no answer. Alikuwa tu katika hali mbaya sana. Ndipo nikamshika na kusema, unaweza kuzungumza? Wala asingenijibu. So the minister got down. He knew more about how to deal with him. And he asked him, who are you? Ndipo huyu mhudumu akainama. Alijua zaidi jinsi ya kumshughulikia. Basi akamuuliza, nani wewe? And finally he got him roused up enough to say, if you'll buy me a drink. And come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of. Basi hatimaye akamwamsha vya kutosha hata angeweza kusema, kama utaninunulia pombe. Ndipo tukaja kugundua angeweza kuelekeza kidole chake kwenye benki ambayo alikuwa rais wake. Well, he said, we are preachers.
Could you tell me what took place? Vema, akasema, sisi ni wahubiri. Unaweza kuniambia kilichotukia? If you'll promise me a drink. Kama utaniahidi pombe. Well, we couldn't do that. I said I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you. Vema, tusingeweza kufanya hivyo. Nikasema, nisingeweza kuongeza huzuni kwenye huzuni zako. Nataka kukusaidia. All his story, he come home one night and there was what he called a Dear John letter on the table. Hadithi yake yote, ye alirudi nyumbani usiku mmoja na kulikuwa na kile alichokiita barua ya mpendwa John mezani. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Basi mke wake alikuwa amemwacha, naye alikuwa alimpenda, naye alikuwa amewachukua watoto wake, naye alitalikiwa, naye alikuwa ametoroka na mwanamume mwingine. And he said, I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon, and from that time, there he was. That's all over the world. Ndipo akasema, sikujua la kufanya, kulipua ubongo wangu kwa risasi ama nifanyeje. Kwa hiyo nikatelemka kwenye baa, na tangu wakati huo, huyo hapo, hiyo ni kote ulimwenguni. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. Muongo. Unaweza kumchukua mmoja, kama vile nilivyomwambia mtu fulani siku moja, ambaye nilifikiri alikuwa anafanya mizaha. Ndipo nikaja kugundua ya kwamba ye alisema uongo mwingi sana, hata hatimaye akauamini yeye mwenyewe. And I said, what makes you do that? And I sat down to talk with him. I said, I want to ask you, those stories are too wild for people to believe. Ndipo nikasema, ni kitu gani kinachokufanya ufanye hivyo? Ndipo nikaketi chini kuzungumza naye. Nikasema, nataka kukuuliza, hadithi hizo ni za kishenzi sana kwa watu kuziamini. He said the first one I can ever remember telling. He said, I was a little boy that was raised in a good home. Akasema, ya kwanza ninayoweza kukumbuka nikisimulia, akasema, nilikuwa mvulana mdogo aliyelelewa kwenye nyumba nzuri. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart, and I'd eat some coffee to take it off of my breath. Kisha akasema, nilitoka nikaenda na kuvuta sigara za misogoro ya mahindi kujifanya tu wa kisasa. Kisha nikala kahawa ili kuiondolea mbali kwenye pumzi yangu. And he said, I'd done it back behind the old chimney behind the house. And he said, I'll never forget when Mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath. Naye akasema, nilifanya hivyo nyuma ya dohani la kale nyuma ya nyumba. Kisha akasema, kamwe sitasahau wakati mama aliponishika na kuniambia, mwanangu, hebu ninuse pumzi yako. And I blow my breath into her face and she said, you've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes? Nami nikaipulizia pumzi yangu usoni mwake, naye akasema, umekula kahawa kuondolea mbali kitu kwenye pumzi yako. Kwani umekuwa ukifanya nini? Umekuwa ukivuta sigara? And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, Mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. Naye akasema, kitu fulani kikaniambia nimwambie ukweli. Akasema, lakini nikasema, la mama, ninakuapia, sijawa nikivuta sigara. He said, and from that time, that started it. Akasema, na tangu wakati huo,
hilo lililianzisha. We can all find something that began at a certain time, and from then on, things was changed. Sote tunaweza kupata kitu ambacho kilianza kwenye wakati fulani, na tangu wakati huo na kuendelea mambo yalibadilika. And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. Na kuna mambo mengine yenye faida ambayo tungeweza kuwazia. Watu wenye nia nzuri wamejaribu kuanzisha mambo upya, kufanya vitu wakati fulani. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on there'll never be no more wars. Kwa mfano, wakati umeme ulipogunduliwa kwanza na Benjamin Franklin, nao walikuwa na uwezo kuushinda, walianza kusema tangu wakati huu na kuendelea kamwe hakutakuwako na vita tena. Because of this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it. They meant well. Kwa sababu kwamba umeme huu ungeweza kuwekwa nyuani ukiwa na volteji kubwa hivyo hata hakuna mtu angaliweza kuuvuka. Walikusudia mema. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old. Na mara baada ya vita vya kwanza vya dunia, wakati Kaiser Wilhelm alipotia saini mkataba wa amani, tuliambiwa hapa Marekani, nilikuwa mvulana wa yapata umri wa miaka 9. But I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. Lakini ninaweza kukumbuka watu wote wakisema, kamwe hatutakuwa na vita tena. Tangu wakati huu na kuendelea vimesuluhishwa milele. Lakini tulikuwa na vita vingine. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. Ndipo wakati UN kuu, ama ningesema kabla ya hapo, waliunda lile lililoitwa Shirikisho la Taifa. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world. Nao wakasema, sasa hatutakuwa na vita tena kwa sababu tuna Shirikisho la Mataifa ambalo litaufanyia ulimwengu doria. And if there is an uprising somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. Na endapo kuna maasi mahali fulani, watu hawa kutoka kila taifa wataenda kule na kuuchunga ulimwengu. But it was a failure. They went right on having war. Yes. And the UN will become the same thing. Amen. Lakini ilishindwa. Waliendelea moja kwa moja wakiwa na vita. Nayo UN itakuwa ni kitu kile kile. We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it. Tunaambiwa sasa kwa ubashiri ya kwamba kesho usiku ama Jumapili usiku, mtu yule aliyebashiri Pearl Harbor kufikia wakati ule hasa zile ndege zingeirushia bomu, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock. Alisema ya kwamba Jumapili usiku saa 6 kwamba 75% ya Wamarekani watakuwa majivu, ya kwamba Urusi itaipiga Marekani bomu Jumapili hii ijayo saa 6 usiku. The same man that predicted Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because you can't suffer atomic war. Mtu yule aliyebashiri Pearl Harbor hawalitangazi, maana watu wataingia wazimu.
siliamini. Mnaona? La, kwa sababu haiwezi kustahimili vita vya atomiki. One of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. Moja ya zao ilipita mapatano ya spidi ya sauti na ya ndege, huku tutazitupa huko, nao ulimwengu utavunjika vipande vipande. Jambo fulani halina budi kutukia bado kabla ya Yesu kuja. Hiyo ni kweli. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Kwa mfano, vijana waliofunga ndoa. Kuna wakati fulani walipofunga ndoa, nao waliweka nadhiri zao pamoja, kisha wakaahidiana mmoja kwa mwingine uaminifu wao. And they said that we will love, honor and cherish each other as long as we both live. Nao wakasema kwamba tutapendana, kuheshimiana na kuthaminiana maadamu sisi wawili tungali hai. But there come a time that something happened. Lakini ukaja wakati ambapo jambo fulani lilitukia. All these things there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. Mambo haya yote kunao wakati jambo fulani linatukia, na labda nadhiri zao zote na mashirikisho yote ya mataifa na kadhalika labda yalikuwa na malengo mazuri, but they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Lakini yote hufikia mwisho wake. Yote yanaporomoka chini ya miguu ya mwanadamu. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. Pamoja na malengo yote mazuri tunayoweza kuwa nayo, bali yote hayana budi kufikia mwisho wake. But there is a time that where man can come to something that's eternal. Lakini kuna wakati ambapo mtu anaweza kuja kwenye kitu fulani ambacho ni cha milele. That's when the time man meets God. Amen. That's when something happens that's eternal. Hapo ni wakati mtu anapokutana na Mungu. Hapo ndipo jambo fulani linapotukia ambalo ni la milele. We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we assign vows and we go to priests. We don't, but Catholics do. Tunafanya makosa yetu na tunafanya nadhiri zetu kwenye usiku wa mwaka mpya kuzivunja tu kesho yake. Tunafungua kurasa mpya na tunaweka nadhiri na tunaenda kwa makasisi, na sisi hatuendi, lakini Wakatoliki huenda. Make confessions and sign pledges and we come to the altar and turn new pages. But all in vain. Na kufanya maungamo na kutia sahihi ahadi, kisha tunakuja madhabahuni na kufungua kurasa mpya, bali yote ni bure. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. Kwa kuwa wakati mwingine mtu fulani anapotukasirisha ama chochote kile, hasira ile ya kale inaruka mara moja tena. Kila tunapopata shida ama chochote kile, itatokea tena. But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. Lakini kuna mahali ambapo mwanadamu anaweza kufikia kwenye wakati utakaombadilisha milele. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. Yeye atakayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe, Yesu alisema. Mtu anaweza kumjia Mungu, ndipo kikomo chake chote cha milele kimebadilika. And a
man can meet God and he can never be the same anymore. You can't meet God and ever remain the same person you was. Naye mtu anaweza kukutana na Mungu wala kamwe hawezi kuwa vivyo hivyo tena. Huwezi kukutana na Mungu na ubaki mtu yuyo huyo uliyekuwa. If you turn away from him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive him, you got eternal life. And he'll raise you up at the last day by his promise. Kama ukimuacha, utakuwa mtu mbaya zaidi kuliko ulivyowahi kuwa. Kama ukimpokea, una uzima wa milele, naye atakufufua katika siku ya mwisho kwa ahadi yake. There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur. Kulikuwako na wakati ambapo kulikuwa na mtu jina lake Ibrahimu aliyeshuka kutoka kwa Wakaldayo na kuishi katika mji wa Uru. And he was just a man, a good man. Perhaps maybe he might have, his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. Naye alikuwa ni mtu tu, mtu mzuri. Labda huenda ikawa alinini, baba yake labda aliabudu sanamu, maana walikuwa wametoka Babeli. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75 and his wife was 65. Naye alikuwa ni mtu wa kawaida tu, naye alikuwa akizeeka. Alikuwa na umri wa miaka 75, naye mkewe 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. Amen. Naye Ibrahimu siku moja, wakati alipokuwa labda huko nje kondeni, akiwinda ama chochote alichokuwa akifanya, akichuma maforsadi ama yoyote iliyokuwa kazi yake, alikutana na Mungu. Na tangu wakati huo alibadilishwa. He could call things that was not as though they were because he had met God. He didn't know the minute and the hour that he met God. It changed him. Angeweza kuita vitu ambavyo havikuwako kana kwamba vilikuwako, kwa sababu alikuwa amekutana na Mungu. Alikuwa amejua dakika na saa ambayo alikutana na Mungu. Ilimbadilisha. And God called him to be the father of many nations, and believed God and believed his promise because he had met God. Ndipo Mungu akamuita kuwa baba wa mataifa mengi, naye alimwamini Mungu na kuiamini ahadi yake kwa sababu alikuwa amekutana na Mungu. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he had believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God. Miaka 25 baadaye walikuwa wakijadiliana, wakijaribu kumkathirisha, kumwambia ya kwamba alikuwa ameamini kitu cha uongo, lakini Biblia ilisema alipata nguvu zaidi wakati wote, akimpa Mungu sifa. Because he knew that God had to keep the promise. Kwa sababu ye alijua ya kwamba ilimbidi Mungu kutimiza ahadi. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses. Hapo ni wakati mtu anapokutana na Mungu. Inabadilisha utu wake. Inampa hisi kuu, kama nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi usiku. Mtu wa kawaida ana hisi 5 tu. But the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. It makes him believe things that's impossible to come to pass. Lakini mwaminio anapokutana na Mungu, yeye hupata kitu tofauti. Ni hisi kuu ambayo humuinua juu ya vivuli. Inamfanya kuamini mambo ambayo hayawezi kutimia. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Angali anaamini yatatimia kwa sababu Mungu alisema hivyo. Mtu anapokutana na Mungu, jambo fulani hutukia. There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knowed it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees.
Kulikuwako na wakati ambapo mwanadamu alikuwa amefunzwa katika hekima yote, theolojia yote ya neno la Mungu. Alijua kwa andiko, alikuwa amefunzwa, alikuwa na degree zote. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knowed it all by letter. Alikuwa ni mwerevu sana mpaka angeweza kuwafundisha wasomi wa Kimisri pamoja na walimu wao. Alijua yote kwa andiko. But a coward with it that was running went out the backside of the desert and was herding sheep for a stranger. But there come a time that when God met him there in the burning bush. Lakini muoga nayo aliyekuwa akikimbia akaenda upande wa nyuma ya jangwa na alikuwa akiwachunga kondoo wa mgeni. Lakini ulikuja wakati ambapo Mungu alikutana naye kule katika kichaka kilichowaka moto. And from that time on Moses was changed. Because he met God in a burning bush and face to face with God, he couldn't be the same anymore. Na kutoka wakati huo na kuendelea, Musa alibadilishwa kwa sababu alikutana na Mungu katika kichaka kilichowaka moto, na uso kwa uso na Mungu asingeweza kuwa vile vile tena. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Amen. Wakati mwanamume au mwanamke, sijali ni nadhiri ngapi unazofanya ama ni kurasa ngapi mpya unazofungua, mpaka utakapokutana na Mungu, huwezi kubadilishwa. Lakini mara ukikutana na Mungu, basi umebadilishwa milele. Didn't only change Moses, it changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. Hallelujah. Haikumbadilisha tu Musa, iliwabadilisha Israeli, iliibadilisha Misri, iliubadilisha ulimwengu wakati huo, kwa sababu mtu mmoja alikutana na Mungu na kuliamini neno lake. What we need today is somebody to meet God face to face and talk to him. Amen. The situation. When men meet God, things are changed. Certainly. That's the only way that we can have things. Tunachohitaji siku hizi ni mtu kukutana na Mungu uso kwa uso na kusema naye hali ya mambo. Wanadamu wanapokutana na Mungu, mambo hubadilika. Hakika, hivyo ndivyo tu tunavyoweza kupata mambo. And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed. And from that time, he become the servant of the Lord. Amen. Na tangu wakati huo na kuendelea, Musa yule mwoga, Musa ambaye alikuwa akitoroka, alikuwa amebadilishwa. Na tangu wakati huo akawa mtumishi wa Bwana. It always works that way. When a man meets God, things are changed. Daima inafanya kazi jinsi hiyo. Mtu anapokutana na Mungu, mambo yanabadilika. There was a little girl one time, not over 18 years old, or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth. Kulikuwako na msichana mdogo wakati mmoja, si zaidi ya umri wa miaka 18, au labda si mwenye umri huo, ambaye alikuwa akienda zake kisimani asubuhi moja kuteka ndoo moja ya maji huko chini Nazareti. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God. Oh, amen. And God told her something and she believed it. Amen. Alikuwa maskini msichana mdogo mzuri, akaamini, alikuwa na imani. Lakini asubuhi hiyo alikutana na Mungu, naye Mungu akamwambia jambo fulani, naye akaliamini. And it changed the whole course of life for the woman. Makes her immortal. Hallelujah. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. The little lady was just an ordinary little girl, but she met God. Nalo likabadilisha mkondo mzima wa maisha ya huyo mwanamke na kumfanya asiyepatikana na mauti. Jina lake lilikuwa Mariamu, mama wa Bwana wetu Yesu. Maskini msichana huyo alikuwa ni msichana mdogo wa kawaida tu, bali alikutana na Mungu. And from that time on, something happened. Certainly,
Na tangu wakati huo na kuendelea, jambo fulani lilitukia. Bila shaka, There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come. kulikuwako na mtu jina lake Petro, maskini mvuvi asiye na utaratibu, labda mkaidi tu jinsi walivyoweza kuja. And he was probably a great big push of a bully, because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman. Na labda alikuwa ni jitu kubwa mno katili, kwa sababu hapa wakati fulani uliopita niliona ule mchezo ulioitwa Mvuvi Mkubwa wa Samaki. And I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything. But one day he met God. Nilidhani ilikuwa ni maelezo mwafaka sana ya Petro, kwa maana alikuwa ni jamaa mkubwa mno asiye na utaratibu. Hakujali kitu. Ilikuwa ni vigumu kwake kuamini chochote. Lakini siku moja alikutana na Mungu. And from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ. Na tangu wakati huo alibadilishwa. Tangu wakati huo akawa mtume wa Bwana Yesu Kristo. As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who held the coat of the murders and give witness to the death of Stephen the martyr. Kama vile ndugu David Duplessis alivyokuwa akituambia muda mfupi uliopita kuhusu Sauli wa Tarso, muuaji ambaye alilishika koti la wauaji ambao na kuyashuhudia mauti ya Stefano mfia imani. Yet letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God. No. Alikuwa na barua mifukoni mwake kushuka kwenda kwa kiongozi wa halmashauri za makanisa na kuwashika watu waliokuwa wakipiga kelele nyingi kupita kiasi, wakipaza sauti na kumsifu Mungu. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day he was on his road to Damascus and he met God. Oh, amen. Yes. Alikuwa mtu mashuhuri sana machoni pa Mafarisayo. Yeye alikuwa ni farisayo wa Mafarisayo. Lakini siku moja alikuwa akienda zake Dameski, naye akakutana na Mungu. A light shined around him. And from that time on he was no more Saul of Tarsus. Nuru ilimwangazia, na tangu wakati huo na kuendelea hakuwa tena Sauli wa Tarso. But it was Paul, the humble one, the meek one, because he met God and it changed him. Lakini alikuwa Paulo mnyenyekevu, mpole, kwa sababu alikutana na Mungu na ilimbadilisha. There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore. Kulikuwako na mwenye ukoma aliyekaa langoni. Tiba zote za madawa zisingeweza kumponya. Vidonda vyake vilivyooza vilikuwa vikubwa sana mpaka mikono yake isingeweza kuinuliwa juu tena. And his feet he could hardly drag them. His case was hopeless. But he met God one day coming out the gate. Nayo miguu yake ilikuwa ni vigumu kwake kuikokota. Ugonjwa wake ulikuwa hauna matumaini. Lakini alikutana na Mungu siku moja akitoka langoni. And he fell down and worshiped and said, "If thou wilt, thou can make me clean." Naye akasujudia na kuabudu na kusema, ukitaka wewe waweza kunitakasa. And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy because he met God. Naye akasema, nataka uwe safi. Na tangu wakati huo hakuwa na ukoma tena, kwa sababu alikutana na Mungu. There was a blind man sitting by the side of the road.
And he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Kulikuwako na kipofu aliyeketi kando ya barabara, wala asingeweza kuona mwangaza wa mchana kutoka kwenye giza. Hakuna kitu kingaliweza kumsaidia. One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see. Siku moja, mtu fulani alikuja akitoka kwenye mji wa Yeriko, na alipokutana na Mungu, na tangu wakati huo angeweza kuona. His sight come to him. The sight of light had broke into his eyes, and he could see again, because from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight. Macho yake yakafunguka. Uwezo wa kuona mwangaza ulikuwa umeingia machoni mwake, naye angeweza kuona tena. Kwa sababu tangu wakati huo, wakati alipokutana na Yesu, alikuwa ni mtu tofauti. Aliweza kuona. When a person meets God, something happens definitely. Wakati mtu anapokutana na Mungu, kitu fulani hutukia bila shaka. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. Kulikuwako na kijana mwanamume wakati mmoja, hapana shaka raia mzuri wa nchi, lakini mpagao ukamwingia. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Naye alikuwa hali mbaya sana mpaka nyumba ya jela isingeweza kumshikilia, nao wakamfunga kwa minyororo. Naye alikuwa na jeshi la mapepo ndani yake, hata angeweza kuvunja minyororo na kujiweka huru. And the devils drove him to a graveyard, where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fella. Na hao mapepo wakampeleka makaburini ambako alikaa huko, naye akachukua vibamba na akawa mbaya sana, angejikatakata. Lo, alikuwa mtu mbaya sana. Well, those spells will leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. But one day he met Jesus. Hallelujah. Wakati mipagao hiyo ingemwacha, hapana shaka angewazia, kwani ninafanya nini hapa? Na yapata wakati huo Ibilisi angemjia tena na kumkatakata na kumrarua. Lakini siku moja alikutana na Yesu. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet. Na tangu wakati huo na kuendelea, yule mwenda wazimu wa Gadara alikuwa na akili timamu, amevikwa, akiketi miguuni pake. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones. He could say, from that time, I've been changed. Yes. Angeweza kurudi nyumbani kama muungwana. Angeweza kurudi kwenye ustaarabu. Angeweza kurudi kwa wapendwa wake, na angeweza kusema, tangu wakati huo nimebadilishwa. Naam. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together. Ilikuwa ni siku moja huko Kalvari, wakati Mungu na mauti walipokutana uso kwa uso, wakati uzima na mauti vilikuja pamoja. But that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. Since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Amen. Lakini huo ni wakati uzima Kristo alipoung'oa mwiba kutoka kwa mauti, na tangu wakati huo mauti hayajakuwa na mwiba ndani yake. Nina furaha sana kwa jambo hilo. Death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Mungu na mauti walikutana pamoja. Mauti hayajakuwa vile vile. Hayana mwiba ndani yake sasa. The Christian believer can walk right into its face and say, oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory?
Mkristo mwaminio anaweza kutembea moja kwa moja mbele yake na kusema, ee mauti, uwapi mwiba wako? Kaburi, uwapi ushindi wako? Why, they both met God. They haven't been the same since then. Kwa nini? Wote wawili walikutana na Mungu. Hawaja kuwa vile vile tangu wakati huo. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. Hakuna mtu anayeweza kuwa vile vile. Hakuna kitu kinachoweza kuwa vile vile mara kinapokutana na Mungu. Kamwe hutakuwa vile vile. I can remember laying on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Amen. Since then I haven't been the same. Ninaweza kukumbuka nikilala hapa kwenye kitanda cha hospitalini. Madaktari walinipa dakika 3 kuishi, moyo wangu ukipiga mara 17 katika dakika moja. Nilikutana na Mungu. Tangu wakati huo sijawa vile vile. Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me. Amen. Jambo fulani lilinipata. Hakuna mtu angaliweza kuniambia vingine hata kidogo. Bill Branham alikufa, nilikutana na Mungu na kitu fulani kikaingia ndani yangu. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Sijapata kuwa vile vile tangu dakika hiyo nilipokutana naye. Yeye alinibadilisha. Alinifanya kitu tofauti. Haikuwa ni kufanya nadhiri ya mwaka mpya, bali nilikutana na Mungu. Men and women, when you meet God, you're changed. Oh, hallelujah. We make our New Year vows tonight, go back tomorrow morning to break them, next day to break them. Wanaume na wanawake, unapokutana na Mungu unabadilishwa. Tunaweka nadhiri zetu za mwaka mpya usiku wa leo, tunarudi kesho asubuhi kuzivunja, kesho yake kuzivunja. But what we need to do is not a New Year vow, we need to come face to face with God and have eternal life. Be born of the Spirit. Lakini tunachopaswa kufanya si nadhiri ya mwaka mpya, lakini tunapaswa kukutana uso kwa uso na Mungu na kupata uzima wa milele, tuzaliwe kwa Roho wake. There was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. Palikuwa na mzee wakati mmoja, naye asingeweza kujiamulia. Ibilisi aliendelea kumpiga aiondoe kwake. Siku moja huko nje kondeni, alipiga magoti kuomba. Wakati alipokuwa akiomba, aligongomea kigingi chini. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll point you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, and it was settled from here on." Amen. Akasema, hiki na kiwe kumbukumbu. Shetani, kama ukija kwangu tena, nitakuelekeza kwenye kigingi hiki. Nami nitakwambia ya kwamba papa hapa nilikutana na Mungu na lilitatuliwa tangu hapa na kuendelea. That's what we need. Maybe not a stop in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a... Hilo ndilo tunalohitaji. Labda si kigingi kondeni, bali mahali fulani, chumba fulani cha siri, mahali fulani. Sio, Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken, and next year we'll have to take them all over again. lo, usiku wa leo kutakuwako na mamia ya nadhiri zitakazowekwa. Ndipo mwaka ujao itatubidi kuziweka zote mara nyingine tena. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper, we'll do more for God, we'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Tutasema tutaachana na kusema uongo, tutaacha kufanya hili, nasi tutaweka kando hasira yetu, tutafanya zaidi kwa ajili ya Mungu, tutafanya hili ama lile ama linginelo, tukakuta tu
ni bure. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature. Hallelujah. Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. Lakini kile mwanadamu anachopaswa kufanya usiku wa leo ni kukutana uso kwa uso na Mungu, na tangu wakati huo na kuendelea, yeye ni kiumbe kilichobadilishwa. Haleluya! Lo, laiti ningaliweza kulielezea jinsi ninavyoliamini. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Lakini wakati mwanadamu anapokutana na Mungu, yeye anabadilishwa kuanzia dakika hiyo. Siku zake zilizosalia kamwe hatakuwa vile vile, kwa sababu yuna uzima wa milele. He's a new creature. All things have passed away and all things have become new to him. He looks new. Yeye ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita na mambo yote yamekuwa mapya kwake. Anaonekana mpya. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on, mgonjwa anaweza kutembea mbele za Mungu wakati madaktari wamesema atakufa, lakini anaweza kutembea mbele za Mungu na kuitetea kesi yake, naye atatokea mtu tofauti, na tangu wakati huo na kuendelea. Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night down in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God. Lo, namkumbuka mbunge Upshaw akiketi kwenye kiti cha magurudumu kwa muda wa miaka 66. Usiku huo huko California, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka na kuanza kuzungumza, yeye alikutana na Mungu. And from then on he could walk without his crutches. Na tangu wakati huo na kuendelea, angeweza kutembea bila magongo yake. I've seen the time where cancer-eaten people lay with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them, encouragement. Nimeona wakati ambapo watu walioliwa na kansa walilala bila kitu ila kivuli, nao madaktari wangepita pale na kusema wamekwisha. Wapendwa wao wanakusanyika kusema maneno ya mwisho wawezayo kwao, himizo. But they met God, and from that time on they were changed. They lived different. Lakini walikutana na Mungu, na tangu wakati huo walibadilika, wanaishi tofauti. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people, each new year, turning a new sheet and trying to do something different. Ninaweza kumwona mwanamke mchafu huko mtaani. Ninaweza kumwona mlevi huko vichochoroni. Ninaweza kumwona mnafiki huko kanisani. Hao watu wote wa aina mbalimbali, kila mwaka mpya wakifungua ukurasa mpya na kujaribu kufanya kitu tofauti, Trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on, wakijaribu kufanya mambo upya na kufanya kadhalika. Acha wakutane na Mungu wakati mmoja, na tangu wakati huo na kuendelea. Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death. Yesu aliwahubiria hao tangu wakati huo na kuendelea, walioketi katika maeneo ya uvuli wa mauti. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience. Nami nasema usiku wa leo, kama mtu anataka badiliko halisi lije juu yake, acha akutane na Mungu uso kwa uso na kukutana na yeye wakati mmoja, ndipo anaweza kusema, tangu wakati huo na kuendelea, tangu wakati huo na kuendelea, nilikuwa mtu aliyebadilika. Ninajua kwa ujuzi. In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Katika kitambo kidogo, kanisa litakuwa likikusanyika hapa karibu na madhabahu. Mtakuwa mkiyaweka wakfu maisha yenu upya. Mtakuwa mkiachana na mambo na kuweka mambo madhabahuni. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar.
Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Ndugu, hebu nikupe ushauri. Ikiwa hujawahi kukutana na Mungu uso kwa uso, hebu nikuambie jambo fulani. Wewe kaa kwenye hayo madhabahu. Kaa hapo tu mpaka utakapokutana na Mungu, ndipo unaweza kuelekeza kidole chako kwenye usiku huo wa mwaka mpya. Not to say I turned a new page, I made a new vow, but from that time on, I met God and life was changed and things were different. Sio na kusema nilifungua ukurasa mpya, niliweka nadhiri mpya, lakini tangu wakati huo na kuendelea nilikutana na Mungu, ndipo maisha yakabadilika na mambo yakawa tofauti. And everything become new to me again from that time on, the time that you meet God. Na kila kitu kikawa kipya kwangu mimi tena, tangu wakati huo na kuendelea, wakati ambapo unakutana na Mungu. It ain't meet a new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose, maybe less than that, we'll be meeting a new year face to face. Sio kukutana na mwaka mpya. Tutakabiliana nao katika dakika chache, baada ya kitambo kidogo, yapata saa 2:30 nadhani, labda chini ya hapo. Tutakabiliana na mwaka mpya uso kwa uso. We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that. Tutakutana nao pamoja na nadhiri. Tutakutana nao pamoja na ahadi. Tutakutana nao pamoja na nia njema. Tutakutana nao tukisema tutajaribu kufungua ukurasa mpya. Tutajaribu kufanya tofauti. Hayo yote ni mema. Ninathamini hayo. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Lakini ndugu, kamwe haitakuwa ya milele mpaka utakapokutana na Mungu kwanza. Unapokutana na Mungu kwanza, ndipo tangu wakati huo na kuendelea, kila kitu kitakuwa ni tofauti. Let us pray when we bow our heads. Na tuombe tunapoviinamisha vichwa vyetu. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch living a good moral life. Bwana Yesu, mwana wa Mungu, ninakumbuka wakati nilipokutana na wewe Bwana. Ninakumbuka mtu mnyonge mwenye mashaka nikiishi maisha mazuri ya uadilifu, Not running around drinking or gambling or smoking or so forth. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, sio kukimbia huku na huku nikinywa pombe au kucheza kamari ama kuvuta sigara ama kadhalika. Lakini nilijua Bwana, wakati mauti yalipokuja yakinyemelea kwenye chumba hicho cha hospitali miaka 20 iliyopita, there was something lacking in my life. There I met God. And from that time, Lord, I've tried to serve you. kulikuwa na kitu kilichokosekana maishani mwangu. Hapo nilikutana na Mungu, na tangu wakati huo Bwana, nimejaribu kukutumikia. My life has been changed and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord. And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. Maisha yangu yamebadilika na kila kitu kinaonekana tofauti. Nina furaha sana kwamba nilikutana na wewe Bwana. Na usiku wa leo, nikiukabili mwaka mpya, nina furaha kusema ya kwamba ninaweza kuukabili pamoja na Roho wa Mungu aliye hai moyoni mwangu. Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year. Oh Lord God. Tupe ujuzi Bwana. Tupe wema wako na rehema. Tusamehe dhambi zetu na jalia tuishi kupitia mwaka huu ujao, Bwana Mungu, with an experience that we have met you and our lives has been changed. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us. tukiwa na ujuzi kwamba tumekutana na wewe na maisha yetu yamebadilika. Tujalie Bwana, tusamehe kupungukiwa kwetu. Weka ndani yetu Roho wako Mtakatifu. Tuongoze na utuelekeze. Father God,
Here's 19 and 60 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looked like even tens of thousands times thousands and thousands and thousands of raw heathens. Baba Mungu, huu hapa mwaka wa 1960 unanikabili, na kuna nafasi kwa ajili ya mkutano wa ulimwengu mzima ambako kunaonekana kana kwamba makumi elfu mara maelfu na maelfu na maelfu ya makafiri watupu Of pagans and so forth might come to you. Oh Lord God, with your Spirit in my heart, I face your altar tonight and face you and say, help me, oh God. ya wapagani na kadhalika huenda wakaja kwako. Bwana Mungu, huku nikiwa na roho wako moyoni mwangu, ninayakabili madhabahu yako usiku wa leo na kukuangalia wewe na kusema, nisaidie Mungu. My heart's a burning with zeal. I love you, Lord. I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Moyo wangu unawaka kwa juhudi. Ninakupenda Bwana. Ninajitolea kwako katika huduma. Niongoze popote unapotaka kuniongoza. Nitume mahali popote unapotaka kunituma Bwana. Nena tu nami nitaenda. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. Libariki kanisa langu. Mbariki ndugu Neville. Wabariki watu wote hapa, wageni malangoni petu, na hawa wachungaji watakaokuwa wakinena wakati baada ya wakati hata jioni yote. I pray God that you'll bless their ministry. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Dealer, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Ninaomba Mungu ya kwamba wewe utabariki huduma yao. Mbariki ndugu Neville, mbariki ndugu Junie Jackson, ndugu Bila, wahudumu hawa wengine wote, wabariki Baba. Tupe mwaka mkuu katika mwaka 1960. We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your Spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Sisi Bwana, tunaojua ya kwamba tumekutana na wewe uso kwa uso na tunajua kinachomaanisha kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wako, tupe neema yako ya milele kukutumikia wewe. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. You love him? Hallelujah. 1960. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I try to start a new life. Mnampenda. Mwaka 1960 usiwache uwe ati nilifungua ukurasa mpya. Usiwache uwe ati najaribu kuanza maisha mapya. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction. Lakini acha uwe kwamba nilikutana na Mungu, na tangu wakati huo na kuendelea, nilikuwa na amani ipitayo ufahamu. Nilikuwa na furaha isiyosemeka na iliyojaa utukufu. Nilikuwa na utoshelevu. And even if death should come to me, I'll be in the arms of God. And minute after my last breath draws. No matter what comes or goes. Hata kama mauti yakinijia, nitakuwa mkononi mwa Mungu mara baada ya pumzi yangu ya mwisho kuondolewa. Haidhuru kijacho ama kiendacho. Let them blow her up Sunday night if they want to. If they want to, the bomb will not be through cracking until we'll be in glory with him. Amen. There's nothing can harm us. Hallelujah. Acha wailipue Jumapili usiku wakitaka kuilipua, bomu halitakuwa limemaliza kutoa vishindo kabla hatujawa utukufuni pamoja naye. Amina. Hakuna kitu kinachoweza kutudhuru. Hallelujah. I'm so glad I met God. I'm so glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since. Amen. Nina furaha sana nilikutana na Mungu. Nina furaha sana ninaweza kusema tangu wakati huo. Litegemeze mahali hapo. Nilipokutana na Mungu, jambo fulani lilitukia kwangu. Nilibadilishwa kuanzia dakika hiyo. Nimebadilika tangu wakati huo. I'm so glad to be on this road tonight as a testimony to the glory and the power of God. A little old
something out here, and God come down there and give me His grace and save me and heal me and fill me with His Spirit. Nina furaha sana kuwa kwenye barabara hii usiku wa leo kama ushuhuda kwa ajili ya utukufu na nguvu za Mungu. Maskini kitu fulani hapa nje, ndipo Mungu akashuka pale na kunipa mimi neema yake na kuniokoa na kuniponya na kunijaza na Roho wake. And let me preach His gospel, which is the greatest honor there is in the world. From that time until this time, I've never had one regret. Na kuniruhusu kuihubiri Injili yake, ambayo ndiyo heshima kuu sana iliyopo ulimwenguni. Tangu wakati huo mpaka wakati huu, sijawa na majuto hata kidogo. But I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. Lakini nimekuwa na shukrani siku hizi zote, na nitakuwa kote katika umilele kwamba nilikutana na Mungu. God bless you. Amen. Mungu awabariki. Vema, ndugu Neville.